Mwisho basi hata basi asome aje mkomboe baba yake. Wapi? Kennedy hatuli, Kennedy hakai. Tokea mchana nikasema tu jamani nitawatafuta tu DM niwaeleze kuhusu Kennedy. Hivyo ndio ulituma DM ile? Mimi hapa ndo nilikutumia. Na pia tulipata jamani nimecheza naye nimemlea. Vitimbo vyote nilifanya mimi nipo na muangalia Kennedy. Mimi pia tulipigiwa simu na watu ambao mpaka mtu ambaye alishawahi kuibiwa pia alitupigia simu akatuambia kwamba alishawahi kuchukua hela dukani akataka kuchoma nyumba ya mtu moto. Ilikuwaje issue ya nyumba ya mtu moto kuchoma moto? Kwa kweli issue ya nyumba kuchoma moto sijajua kwa sababu mimi mwaka jana Kennedy nilimwacha Arusha. Sawa alikuwa anaongea Kiswahili fulani sio Kiburundi. Kwa madai yake ametoka wapi? Burundi. Kwa pale Kennedy jamani eti kwani usitulie mbona tayari umeshakuwa na mtu mzima. Sababu mimi nisema na bangi Kennedy havutagi hata hiyo bangi jamani. Bangi havuti kweli. Bangi kweli havuti, hiyo mimi namtetea bangi kweli havuti. Hata mimi pia namtetea kwa hilo havuti, kweli kabisa havuti. Tatizo lake ni mkono kuongea sana. Ya kurisi kwenye familia yetu wote hakuna mwenye hiyo tabia. Ya mkono, hata babake pia hana mkono. Hana, babake ametulia jamani, hana huo mkono namtetea mimi. Hakuna. Umeona sasa shughuli. Baba zangu mimi wakubwa. Mtu anisaidie kurekodi hii nani alafu anitumie jamani WhatsApp. Mtu anisaidie kunirekodia hii alafu atanitumia WhatsApp, nitampa namba atanitumia WhatsApp. Master. Inajirekodi hapo hivi. Sio hii, sio voice nataka hii nani. Hii hapa hii live. Sawa Wao jamani Kennedy amesaidiwa sana. Watu wanaamua sana kumsaidia ndugu. Yaani kote nikiwaambia hakuna shida ni hakuna shida eti jamani. Familia safi. Familia iko vizuri. Wewe mwenyewe hata sauti yako sinasikika tu hapo. Jamani sisi tuko hapa Dar es Salaam wengi sana. Tuna maisha yetu tu mazuri lakini unawaza ukimchukua Kennedy akikupigia tukio utaota na maisha upya. Kwamba nyinyi mnaogopa kukaa naye kwa sababu naogopa. Kwa sababu unajua kwamba naweza nikakaa naye akanichapa kitu cha kunichapa alafu kesho yake nikaanza kulalamika tena. Hiyo mbaya. Yaani hapa Dar es Salaam tuna ndugu sana wengi ambao wamejenga, wana makazi yao. Wana maisha yao lakini kumchukua Kennedy mkono. Akadokoa kitu kwa mama yangu. Mama yako mzazi sasa mbele alikuwa anamlea tena. Mama yangu ni mkali sana. Daka mchape akatoroka. Kwa jirani unajua siku tu kule ni wakulima Kwa jirani hapo hivi katika 1 na 2 wakawa wameweka maharage. Akaifunika na ule andi ile turubai. Yale maharage. Kumbe Kennedy yuko chini. Hebu rudia historia yako. Alikuwa anakaa kwetu. Katika 1 na 2 huu udokozi wake akachomoa kitu ndani. Na katika mama kutaka kumshika mchape akatoroka. Kwa jirani kuna maharage nje yamefunikwa ili asubuhi akanyagwe na trekta yani. Yeye akaenda kulala chini ile maharage akajifunika na ile turubai. Ndio jamaa akaamka tu. Maharage. Kumbe mtoto yuko wapi? Chini ya turubai. Sasa katika 1 na 2 sasa Yesu kusikia trekta mbona imeshana fikia sio kurupoke atoke? Hivyo alitetemeka. Akajua nimeua. Akasema hivi ndio ningemuua. Nani hapa leo angenielewa? Ilikuwa ni ngumu. Kwamba umefanya makusudi mlitaka mumuue. Mama yangu toka hiyo siku akamkusanyia vitu vyake akasema jamani hata leo nikifa sina dhambi jamani. Nimemlea kama mtoto wangu ninavyowalea watoto wangu anachokula anakula. Anachovaa watoto wangu na yeye anavaa. Leo angekufa mimi ndugu zangu wangenielewaje? Ni mbaya mbovu. Akamrudisha kwao. Sawa Ndio. Sasa hapo ndo Kennedy anazurura mpaka na leo akifika huko yani kwao ni Lobosire tete. Ndio, mimi tulipiga simu mpaka nyumbani kwao tukampata paka mwenyekiti wa kijiji chao Lobosire pale.
tukampata mwenyekiti wa kijiji, tukaongea naye, tukawapata baadhi ya watu wa karibu ambao walikuwepo pale. Yaani kwa maana kwamba tulipiga kwanza simu kwa watu, mimi na vijana wengi wa Kimasai hapa. Alafu mimi Arusha ni sehemu ambayo nimeishi miaka mingi sana, kuona pajua vizuri. Kwa hiyo tukafanya kupiga simu, tukazipata mpaka namba za mpaka kwanza tulienda kisheria, kama vile tulifuata taratibu fulani. Baada tunataka namba ya mwenyekiti, tukapata namba mwenyekiti, tukamuuliza kuhusiana na huyu kijana, vipi unamjua? Akasema ndio namfahamu, ana changamoto ya mkono, lakini pia binadamu kama mmeamua kumsaidia msaidieni. Aliongea vizuri sana yule mwenyekiti, nakumbuka. Mara kwanza kasema dada namsaidia. Tunaona. Ndio. Lakini sasa tukasema labda atabadilika. Ndio. Lakini sasa tukawa tunaona sasa kwamba dada anamposti nini, kasa basi Kennedy anaishi maisha mazuri sana, ndo moja yeye akiwa angekuwa na akili Kennedy angekana dada anaondoka mwanzo wake wa kutoka kimaisha. Kabisa, mimi nilimwambia huyu dada alipokuwa anataka kuishi naye, alitaka kuishi naye kama mdogo wake, kwa sababu yule binti anaishi mpweke, anaishi peke yake, hana mtu yote anaishi naye pale. Sasa hivi ndo alikuwa anaishi na mdogo wake mwenyewe, tena mpaka akawa anaogopa kimaisha kwa kupitia dada alipomchukua. Yani haki ya Mungu, penye miti hapana wajenzi kabisa, penye miti hapana wajenzi. Alafu ana nyota nzuri sana. Na ana nyota kusaidiwa vipi mno, ana nyota kusaidiwa sana, kashasaidiwa sana na kaumiza watu wengi. Lakini sasa yani na mimi nataka nimshauri mimi kama dada yake, yuko hapa anatusikiliza hivi, unajua chance ya mwisho aliyopata ndio yuko huyo dada. Kwa vile alivyosambaa mtandaoni kwa kuchafua hivyo. Mimi yeye pia ndo hiyo kitu ambayo nilikuwa yani mpaka nikasema mtu ni mpumbavu, hana akili hata moja. Yani hakuna tena mtu anataka kumsaidia. Kabisa. Kwa sababu hivyo unajua mtandao ni kitu ambacho kinaunganisha watu wengi sana. Hiyo ni mbaya sana. Alafu amejiresi akaleta mapepe. Sisi tulishaikalia kimya. Kuna watu wako nyuma yake wanamsaidia. Hata Kennedy kutumia simu kubwa nadhani hawezi. Japokuwa ana ujanja sasa, kashaka na ule binti. Ana ujanja lakini ile anakuwa anasaidiwa. Vile wanamtumia. Ndio. Sasa wanampoteza. Wanazidi kumharibia na kumharibu pia. Wanamharibu sana mno. Na bado ana sifa, anaona sifa, anapoona watu wanapomkomentia, anapoona kama vile anapata followers, anaona sifa. Kwa sababu alifanya kutangaza kabisa kwamba nitakuwa live saa 8 mchana. Saa 8 mchana nafikiri hakuingia live, sijui aliingia kwa sababu mimi sikufuatilia. Saa 5 nikaona ametengeneza. Hakuingia, nilikuwa nataka nipandishe niwaambie mdogo wangu umejaribia sana. Umeona kosa alilolifanya pia? Alitengeneza, unajua kama kweli kuna watu wanaomsupport. Alitengeneza paka posters kwamba nitakuwepo live saa master, akamtagi na huyo kwamba sasa anacheza, yani kama vile anataka, kama vile anatulinganisha naye, kwamba anatuchezea akili yetu, kwamba kwa maana kwamba kama vile tu trend yote. Mimi nimekubali kumtrendisha kwa sababu mpaka dakika yule binti hajaingia live, unajua, wala hajaongea kitu chochote. Ila mwenye yule binti alisema kwamba mimi siwezi kuingia live mpaka yeye aingie kwanza, huyu kijana aongee maneno yake yote atakayoongea, alafu mimi ndo nitakuja kuongea kwangu ya kuongea. Kwa hiyo binti mwenyewe pia anamsubiri huyu kijana amalize anayoamaliza. Mimi nimeingia kwa sababu alikuwa alishanitusi. Ana attitude mbaya kwenye maneno, ana tone mbaya sana. Jamani, mpo? Tupo baba, mmetulia kama hamna mtu. Lakini mliokuwa mpo nao mkikopo nao darasani hivyo mabilionea leo. Moja wapo sifa mbaya ya uuni au watu wa Arusha, sifa uuni ni kwamba uaga hawahofii kufa. Mtu wa Arusha akishakuwa muuni